hawa viongozi wa UDA wanatafuta njia zote ya kutoanisha Wajaluo na Wakikuyu wasielewane kabisa. So mimi namwambia Gladys Wanga, fanya siasa zako pole pole, usiende mbio. Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka wakati walikuwa huko Ukambani, walikuwa kwa campaign, walisema vizuri sana. Raila Amolo Odinga hako hali ya ututi, hali ya maututi. Hali ya maututi. Viongozi wa ODM waliwatusi, si ni ukweli ama urongo? Walitusiwa. Baadaye Kalonzo, umejua, Kalonzo anajua mengi sana, ako na information zote kutoka kwa government. Yes, mambo vipi mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa The Trans African News Updates, na venye tu nimesema tuko na mgeni wetu wa kwanza hapa, anaitwa Jahom. Mambo vipi? Niko fresh. Uko poa? Niko poa kabisa, nashukuru Mungu. Asante. Nataka tu tuende straight to the point without wasting time, Haina no. Najua wewe una ufahamu mzuri sana kuhusiana na siasa. Kuna jamaa fulani anaitwa John Heche. Wewe unamjua kivipi? John Heche namjua kama ni mwanaharakati wa kule Tanzania, tena ni deputy party leader wa Chadema. Tena amewahi kuwa MP. Bwana John Heche ni mbunge wa Tarime. As we speak, he is a member of parliament. Yeah, he is a member of parliament. Na siku za hivi karibuni amekuwa na balaa na serikali ya Samia Suluhu wakati alikuwa anapambana kuja Kenya kwa msiba wa Raila Amolo Odinga. And as we speak, najua wewe unajua John Heche amewekwa ndani. Sasa sijui wewe kama wewe, what do you think kushikwa kwa Heche kunaweza sababisha in the Republic of Tanzania? Unajua wakati John Heche alikuwa anavuka mpaka kukuja kwa mazishi ya Raila Amolo Odinga, John Heche alizuliwa pale kwa inaitwa Immigration Office side ya Tanzania. Isebania, boda wa Isebania. Wakati alizuliwa, wananchi walijaribu juu chini, wale vijana wa Kenya walijaribu juu chini, John Heche akatoka. Baada ya kutoka kuna vitu zilikuwa zinatembea mtandaoni kutoka kwa government of officials kutoka Tanzania, walikuwa wanasema John Heche hata akienda huko Bondo kwa mazishi arudi, ama kama atarudi lakini kuna siku atashikwa. So leo asubuhi John Heche alikuwa anaenda mahakamani pale Dar es Salaam kufuatilia kesi ya Tundu Lissu, kwa sababu kesi ya Tundu Lissu ulikuwa unajua ni kesi ya uhaini, kwa kizungu ni treason. So John Heche alienda kufuatilia hiyo kesi inaendelea vipi. So before John Heche aingie pale, kumbe wale jamaa walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanamfuatilia sana, walikuwa wanamfuata. Anashtuka tu mapolisi wamefika pale na pick up double cabin. Wakamuingiza ndani. Kumuingiza ndani, mapolisi wawili wakakana yeye. Alafu hapo nyuma ya pick up, mapolisi wangapi? Watatu wakakuwa hapo. Alafu kuna tuktuk zingine zilikuwa hapo mbele na magari. Zikastopishwa, alafu hiyo gari ikafanya nini? Ikanyoka ikaenda. So, my friend, hapo Tanzania kushika John Heche, matokeo inaweza kuwa mbaya. Na hii matokeo wanasubiri ile siku ya uchaguzi. Na ulisikia watu wa Tanzania, wananchi wa Tanzania walitangaza ya kwamba Gen Z wa Tanzania, hiyo siku ya uchaguzi ni tarehe 29 mwezi wa 10 mwezi huu mwaka 2025. Watakuwa na maandamano kubwa sana, hawataenda kupiga kura. Na unajua huko Tanzania mambo mengi yamefanyika. Wakati Hassan Suluhu alikuwa amechukua kiti, mambo mengi yamefanyika. Alafu mengi zaidi yamefanyika wakati walikuwa kwa campaign mood, campaign period. Time kama huu, watu wengi wametekwa, watu wengi wameuawa. Mapolisi wanapiga watu bila makosa. Watu wanafungwa bila makosa. Wafuasi wa Chadema wanagongwa na mapolisi wa Tanzania bila makosa. Mapastors wanatekwa nyara, makanisa zao zinafungwa bila makosa. So my friend, kushikwa kwa John Heche ni kama immediate cause. Tanzania haiwezi kuwa nchi tena hiyo siku ya uchaguzi. Kwa sababu kwa saa hii vile tunaongea, kuna fununu inasemekana Hassan Suluhu
ameenda amekodisha wanajeshi kutoka Uganda. Sahii wako nini, kuna mali inaitwa sijui Goma huko Tanzania. So unajua ukifika mahali sasa president ama rais wa nchi fulani anaenda kukodisha wanajeshi kutoka nchi fulani, ujue ya kwamba wale wanajeshi wake hawako na yeye. So hiyo siku wanajeshi wa Tanzania wanasubiri tu wananchi wamwagike barabarani alafu wafanye mambo. Swali langu kwako ni, umesema wanajeshi wamekodiwa kutoka Uganda. In any case ukiulizwa unaweza prove hii ama ni labda ni fununu tu za mtandaoni? Unajua sisi wa Kenya, mtu kama mimi Jahom, mimi sisemi ile kitu ya urongo. Mimi nafuatilia sana. Nafuatilia kutoka kwa wale viongozi kutoka Tanzania. Na wale viongozi kutoka Tanzania ndio wanasema hiyo kitu. Nani kiongozi yupi specifically amesema? John Heche aliweka kwa page yake ya Facebook. Alafu kuna MPs kadhaa lakini majina yao ndio sijui waliweka kwa face yao kwa page, Facebook page yao. Alafu waliweka kwa TikTok. Alafu sasa wale wananchi wanajua mengi sana hapo Tanzania. Unajua kuna wananchi wanajua mengi kushinda hata wanasiasa, kushinda hata viongozi. Washaweka kila mahali kwa mtandao. So hiyo kitu ni ukweli. Alafu tabia ya Museveni pia tunajua. Ukiangalia hapa Kenya alikuwa anaingiza wanajeshi humu nchini Kenya. Okay. So ikisemekana hivyo sio fununu, hiyo ni reality. Kuna siku ya jana kumekuwa na issue na kumekuwa na moto sana mtandaoni. Gavana wa county ya Nyeri, Mwalimu Mutahi Kahiga, alisema mambo fulani ambayo kidogo yameleta taharuki katika mtandao, na ikasemekana inawezekana huyu jamaa alifurahia kifo cha mwenda zake Raila Amolo Odinga. Unaweza kumwambia bwana Kahiga kitu gani? Kitu cha kwanza naweza mwambia Mutahi Kahiga, gavana wa Nyeri. Mimi naweza mwambia tu kama ilikuwa yani mdomo ilikuwa imeteleza, omba tu msamaha kwa sababu wewe ni mtu mkubwa, wewe ni kama babangu. Ashaomba? Niliona ashaomba msamaha. Namwambia tu aombe tu msamaha lakini ashaomba. So unajua siasa pia iko na mambo mengi. Ile kitu Mutahi Kahiga aliongea, hata watu wa ODM waliongea wakati Wafula Chebukate alikufa. Waliongea the same thing. So unajua hapa Kenya kila kitu ni siasa. Unajua sisi tuko tofauti sana na nchi zingine. Unajua nchi zingine wakishapiga kura mambo ya siasa imeisha, wanasubiri ile wakati wa uchaguzi. Lakini hapa Kenya siasa inaendelea. So wacha nikwambie. Ona hiyo kitu Mutahi Kahiga alisema. Mutahi Kahiga si unajua ni governor wa UDA. Na kama ni disciplinary inafaa fanyiwe na kina nani? Si ni UDA. Alafu nimesikia Gladys Wanga anasema ati Gachagua ndiye amemtuma Mutahi Kahiga. Wacha nikwambie Gladys Wanga, mimi sitaki nikudanganye na mimi sikuogopi, mimi nitakwambia ukweli. Wewe ni Mjaluo kama mimi. Hii siasa iko na mambo mengi. Mutahi Kahiga inaweza kuwa ametumwa na hawa watu wa UDA government. Kwa sababu ya nini nakwambia hivyo? Hawa jamaa hawataki Wajaluo waelewane na Wakikuyu. Unajua sasa hii Wajaluo wakishikana na Wakikuyu, my friend, Ruto haizi fika 2027. Nakwambia tu kweli. Haizi fika aje? My friend, Wajaluo washikane na Wakikuyu. Haizi fika kiaje? Si anaweza tolewa, anaweza ngolewa. Kwani hata last year si alikaribu angolewe. Si alisaidiwa. Unamaanisha kungolewa kimamlaka? Kungolewa. Kungolewa. Okay. Si hata last year ilikuwa hivyo, alisaidiwa na nani? Si the late Raila Amolo Odinga. Okay. So hiyo ndio maana hawa viongozi wa UDA wanatafuta njia zote ya kutoanisha Wajaluo na Wakikuyu wasielewane kabisa. So mimi namwambia Gladys Wanga, fanya siasa zako pole pole, usiende mbio. Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka wakati walikuwa huko Ukambani, walikuwa kwa campaign, walisema vizuri sana Raila Amolo Odinga hako hali ya ututi, hali ya maututi. Hali ya maututi. Viongozi wa ODM waliwatusi, si ni ukweli ama urongo? Walitusiwa. Baadaye Kalonzo, umejua Kalonzo anajua mengi sana, ako na information zote kutoka kwa government.
wakati Raila alikufa. Raila umejua alikufa ndiye akapelekwa India. Kalonzo aliuliza William Samoei Ruto, nimeona security kali sana hapo Lifinero. Shida ni nini? Nasikia Ruto alimlenga. Alimlenga. Kumbe Raila alishakufa. Alafu baada ya Raila kukufa, akaita Ida, akaita Oburu Odinga na akaita au wa familia peke yake. Hakuna kiongozi hata mmoja wa ODM aliitwa kutoka nje. Wa familia peke yake ndio waliitwa. Waliambiwa nyamazeni. Na mkijaribu kuongea, hawa wananchi watakuja kuchoma funeral home. Okay. So walikuwa wakamchukua, alikuwa amekufa, wakachukua maiti yake, wakampeleka mpaka India, wakamwambia yule mtoto wake anaitwa Winnie Odinga, the last born, akaenda na yeye. So baada ya kuenda na Raila Amolo Odinga ndio wakaanza kupanga maneno. Wakatuma Ida Odinga Migori, Ida Odinga akaenda Migori. Yeye anajua nini inaendelea. Akaambia watu wa Migori, Raila Amolo Odinga angekuwa mgonjwa sana, hata ningemleta hapa Migori. Raila akosa, kumbe Raila alishakufa. Okay. So wacha nikuambie, kuna vitu zingine watu wanaongea tu ovyo ovyo. Gladys Wanga akuje pole pole kwa hii siasa. Huyu Mutahi Kahiga anatumika na serikali, sio akina Gachagua. Serikali hawataki kabila washikane. Hiyo ndio kitu Ruto anajaribu kufanya. Ruto ako smart ki politics, lakini yeye ni one term bado. Swali yangu ni, do you think Mutahi Kahiga atakuwa impeached kutokana na issue kwamba aliongea vibaya kuhusiana na Raila Amolo Odinga? My friend, Mutahi Kahiga watu wa UDA hawezi kubali akwa impeached. Sababu ya nini? Mutahi Kahiga akikuwa impeached, DCP party wanachukua hapo asubuhi na mapema by election. Siwezi kudanganya. DCP party ati wafanye by election pale Nyeri, ati wameimpeach Mutahi Kahiga. Ayayaya, DCP party inachukua hapo asubuhi na mapema kwa by election. Okay. Yes. Thank you so much. Until next time.